Safari ya Kasongo, safari ya Kasongo, 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 Kasongo mbona wewo, jipe moyo mbona wewo, Kazaro mbona wewo, Kasongo, Kasongo mbona wewo, Kasongo. Jamani, subirini kwanza. Dada, mweka namba ya simu hapa. Mumpigie sio mimi. Simu yangu ipo kwa hapo kaka. Hiyo ni simu yangu hiyo. Namba simu yangu. Chukua poa ndio. Watu tunapigwa sababu yako anachukua poa. Chukua poa kuuliza. Tulia. Karibu huyu. Anaondokaje huyo? Kwa sababu hapa ameshamwaga maharage yangu. Sio mnanielewa? Njoo ndani tumalizane. Una bahati, mshukuru sana wewe mkubwa. Wewe umemwaga maharage yangu, si ndio? Naomba hela yangu ya maharage. Unanielewa? Na kuuliza unanielewa? Umeenda huko, umeleta makesi yasiyokuwa na maana, alafu unafika hapa kwangu unamwaga maharage. Nahitaji pesa yangu. Nakwambia nahitaji hela yangu. Dada samani. Kwani unamdai bei gani? Namdai 10,000. Ndio hela kumfanya mtu hivyo? Naona unaongea sana, si ndio? Okay. Mimi nitailipa. Naomba. Wewe, hela umeshalipiwa. Naomba unyanyuke uondoke. Kasongo, Kasongo, Kasongo mbona wewo, jipe moyo mbona wewo, Kazaro mbona wewo, Kasongo, Kasongo mbona wewo, Kasongo, Kasongo mbona wewo, Kasongo wewe karibu da, Kasongo, karibu Dar es Salaam, tafuta na majambo ya kufanya. Kasongo pole yanaumiza sana, utafutaji wa unaumiza wengine, kikubwa lewa wajali wengine, aloiba pigu yanapigwa mwengine. Hii ndo da safari ya Kasongo, ya Kasongo, ya Kasongo.
Babu vipi? Mbona kama hivyo mwanangu, kuna nini? Oya babu, yani leo sio poa. Leo manzi nilikutana naye ni mfokola haya mazaga. Oya babu amenitia mwizi mwanangu katikati ya mtaa. Yani zile mbio mwanangu, nilikuwa najiona jagwa. Afu nyuma hapo yupo chita. Katika kukimbia nikaingia chocho moja pa. Nikakutana na mamba mmoja hivi kalala bigibigi hivi mshamba. Nikampiga mambata pale, nikamtoa kwenye ile chocho. Ile kumtoa hivi watu wakaungana naye. Hivi wakaungana mimi nikachomoka. Mpaka unapoona nimefika hapa mwanangu, sio poa mwanangu. Hiyo kali mwanangu. Yaani hiyo iko shege kabisa. Kwa hiyo mwanangu mchizi ukamuzia msala au sio? Oya shangwenye mwanangu. Sasa vipi ya mazaga yapo ya kutosha au mchuzi tu? Oya mwanangu mazaga yapo. Mazaga yapo. Zigo wa kutosha mwanangu. Oya shwari mwanangu. Hizo tunaishi nazo mwanangu kiume au sio? Uhakika familia. Kasongo mbona wewo, jipe moyo mbona wewo, kazaro mbona wewo, Kasongo. Dokta. Yes. Nashukuru sana kwa mapokezi yenu. Lakini samahani. Nataka kuuliza vipi hali ya mgonjwa wangu? Na amepatwa na shida gani hasa? Mgonjwa wako anaendelea vizuri. Tumemfanyia uchunguzi wa vipimo vyetu. Pia tumekuta na tatizo dogo tu imepasuka kichwani ambapo ni taalamu tunaita head concussion. Hivyo ondoa hofu, ondoa shaka. Atapona, utarudi naye nyumbani kwa mzima salama kabisa. Nashukuru sana dokta.
na kama kuna gharama zozote za kuclear unaweza ukaniambia. Kuhusiana na gharama zote nenda reception. Sawa. Asante. Dar es Salaam, Kasongo, safari ya Kasongo, safari ya Kasongo. Dokta, mgonjwa wangu yuko wapi? Mgonjwa wako ametoroka. Nilikuwa nimekuja kumwangalia ili nikamfanyie vipimo. Nisimkuta. Alitoroka? Yaani mgonjwa anawezaje kutoroka ndani ya hospitali yenu? Dokta, usalama wa mgonjwa si ni kazi yenu nyie? Ina maana nyie hospitali yenu hii haina ulinzi? Mgonjwa anawezaje kutoroka? Uko sahihi, lakini hata security pia nimeuliza, wanaambia hawakumuona ametoka amepitia wapi. Kwa hiyo inakuwa iko nje ya uwezo wangu. Mimi sina msaada zaidi hapo, labda ndio ukamtafute kule mitaani. Mpaka nimemleta mgonjwa wangu hapa, niliwaamini sana na mkanihakikishia usalama wake. Mnazidi kuniambia amepotea, mnazidi kuniambia ametoroka. Kila mtu ana lake jambo analofanya, nawe tafuta lako la kufanya. Dar es Salaam, Kasongo, safari ya Kasongo, safari ya Kasongo. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Yaliyakuwa hujanilipa hela yangu. Mbona ujui hapo? Naona sasa unaleta masiara, si ndio? Wewe kausha. Pesa yako nitakupa, wewe tulia. Tatizo nini? Au msipage lako. Wewe ni gani hizo? Wewe. Ela siya. Unajua mimi waka spendi mizaa kwenye pesa. Hakuna kitu ambacho natukia kama mtu kudharau kazi yangu. Unanielewa? Ndio kama pesa yako baadaye. Unawaka mwanangu. Au unataka uje unjesenzi hapa mwanangu, sio? Hizo habari za kula na kuniambia utaleta kesho kutwa, sipendi na sihitaji tena. Huo sio wana mwanangu. Afu watu waishi hivyo. Watu wanaishi fresh mwanangu, kiujamaa kabisa, yani fresh. Mtu una kinda yako baadaye fresh baridi, unaelewana. Unawaka leo mwanangu namna hiyo. Ilako umeshapata basi, kausha, nyamaza. Unaongea nini? Kasongo, karibu Dar es Salaam. Tafuta na majambo ya kufanya. Kasongo pole, yanaumiza sana. Dadangu, nilikuwa nataka tu nikwambie, ni story ndefu lakini nitajitahidi. Mimi hapa ndani mgeni, nimetokea huko kijijini Mbeya. Nilikuwa nimekuja kutafuta maisha, pia nilikuwa nimekuja kumtafuta na kakaangu. Alikuwa amekuja hapa, alikuwa ametoka kijijini kule. Sasa nilipofika, nilikuwa nipo kwenye daladala,
Mula kwenye daladala kuna mtu alikuwa ameiba simu. Alivyoiba simu akaniwekea mimi mfukoni bila mimi kujua. Yule mwenzi alipompiga wakapiga simu ikaita mfukoni mwangu. Ndio kwa katika kujitetea nikaa nimekuja nimemwaga maharage yako. Ila mimi sio mwizi. Sipo ningebaki kijiji. Pole sana, usilie. Maana ukiendelea kulia hata mimi nitalia pia. Kuhusu pa kulala, mimi mwenyewe nina chumba kimoja, lakini nitakusaidia. Nina chumba changu cha store cha vyombo. Nitakupa, utakuwa na. Na kuhusu kazi, utakuwa unanisaidia tu kwa kazi zangu. Najua kwamba unanidai. Ndio unifuate ofisini. Huoni kama utaniharibia kazi? Wewe acha masiara na pesa. Tumeshakupatia pesa. Tupatie mzigo wetu. Usiniambie ofisini. Trip hii kwa nini umetucheleweshia mzigo wetu? Sasa sikia. Leo kabla jua kuchwa, hakikisha umetupatia mzigo wetu. La sivyo utajuta. Sikiliza nikwambie. Hizo njia mnazozipita, mimi mwenyewe nazijua vile vile. Mimi mwenyewe mtoto wa mjini. Hamnitishi. Jamani, yaani mke wa mtu mpaka saizi bado hujafika kweli jamani? Saa 6 za usiku. Haijakaa sawa hii. Haijakaa sawa. Yaani mtu hawezi kujiongeza kwamba nirudi nyumbani nimemwacha mwanaume. Hivi kwa kweli jamani inakaa sawa jamani? Hata kama kweli ndio mimi sina kazi mimi kweli jamani. Sijaipenda hii. Hivi mke wangu, ukijaribu kuangalia huyu ni mtu akurudi kwenye mji, mwanamke wa mtu kweli? Yaani mke wangu sasa hivi saa 6 ndio narudi nyumbani kweli? Mwanamke wa mtu umeolewa upo kwenye ndoa saa 6. Makosha. Yaani saa 6 tu nalalamika. Mimi nimetoka zangu kazini nasema ni mwai mume wangu nyumbani. Sasa saa 8 haijafika. Unalalamika. Kwani unacholalamika hapo ni nini? Huli humu ndani. Huvai. Unakaa humu ndani kwa starehe kabisa. Kuna wenzio wanahangaika huko nje kuliko kawaida. Hivi mwanamke, unajua unaongea na nani wewe? Hivi unajua kwamba mimi ni mume wako eti? Au unachukulia baridi? Unaongea tu vile tunavyojisikia eti huvai, huli, hufanyi nini? Unachukulia yani kirahisi tu unazungumza eti. Sikiliza nikwambie, mimi ni mwanaume. Hata kama hayo mambo nayafanya lakini mimi ni mtoto wa kiume. Lazima nizingatie sheria na taratibu za mwanaume. Wewe nakwambia
uvumilivu utanishinda. Wa mwanamke. Wewe. Jamani. Mbona kama nanipanda kwenye kichwa? Ili kwa sababu yeye ana kazi unanichukulia mimi baridi hapa na kwa kama mlinzi wa nyumba eti? Yeye jakaa sawa, hii sijaipenda mimi. Sijaipenda na siwezi kuipenda kabisa. Yaani mwanamke anakoloma eti hizi saa anazungumza kabisa saa 8 eti. Kwa mimi ni kama likizimba la ndani. Kwa kuwa yeye anaenda kutafuta eti. Ndio utafutaji gani wa usiku? Mke wa mtu usiku au ndo mambo ya kufanya uzinzi? Sijakaa mimi nakaa huko nimejiachia kumpe huko watu wanakuweka tu mimi sijui. Sijapenda mimi. Na nijibu tu jeuli. Mama, mimi natoka. Safari piga moyo konde, hapa ndo mjini da, kuna matukio mengi da. Safari kila mtu ana lake, jambo nalofanya nawe tafuta lako la kufanya. Dar es Salaam Kasongo, safari ya Kasongo, safari ya Kasongo, 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 Kasongo mbona wewe